Hello guys, today nataka tu niwaeleze story venye nilijipata hapa kwa trading. So ilikuwa 2022. Yeah. Hiyo 2022 nilikuwa nisha graduate kutoka hapa tu Kiambu County. So nilikuwa tu within Nairobi kutafuta job. Unaelewa wakati ushamaliza kusoma sasa ni uko zile za kuzunguka tu mtaa kuangalia kama unaweza pata kibarua uchape. So hivyo ndio nilikuwa nafanya. So nilikuwa nasunguka tu. Nikapata na kampuni ilikuwa inajiita Family ilikuwa inajiita Family Milk. So hiyo kampuni ilikuwa na supply maziwa. So maziwa ilikuwa inaitwa Family Milk. Ni kampuni tu ya maziwa. Na tukapatana na CEO wa hiyo company. So tukaongea akakubali kunieka kama distributor. Yaani mimi nikuwe wa kusupply hiyo maziwa ya family. Hapa tu Nairobi tu. Kama umewahi kunywa maziwa ya family within hapa Nairobi, mimi ndio nilikuwa distributor. So distributor ni mahali unawekewa maziwa. Unachaziwa maziwa kwa room. Maziwa mingi. Sasa wewe ndio una supply. Yeah. So hivyo ndio nilikuwa nafanya. Lakini sasa nilikuwa nauzia company alafu wananipea commission. Yeah, that's what I was doing. Hiyo company ilikaa tu kidogo ikafilisika tu ikafungwa. Yeah. So tena nikaanza kuhustle tena. Nikapatana na mkamba mwingine tu alikuwa anauza mikate. So nikamwitisha kazi ya kusupply mikate tu. Hapa Nairobi mkate yenye inakulwa sana. Mkate yenye inakulwa hapa ni Superloaf. Superloaf ndio nilikuwa na supply mikate ya Superloaf. Do you know what? Hiyo mikate ya Superloaf sikuwa na supply na pikipiki ama baiskeli. No. Hiyo nilikuwa naweka mikate crate kama 3 4. Naweka tu kwa mabega hapa hivi. Natembea long distance na supply mikate tu. Kwa crate ilikuwa mikate kwa crate ndani ilikuwa mikate 15. Every crate ilikuwa inabeba mikate 15. Hii mikate ya 500 grams. So nilikuwa natembea long distance na mikate tu mingi. So nakimbisha kwa maduka, kuna duka zingine zilikuwa nachukua crate full. Wanachukua alafu nawaachia hapo na crate naenda. Ikiisha narudia tena. Mahali walikuwa wananimwagia na supply. Then at the end nikisupply mikate hivyo, huyo mkamba nilikuwa naenda. Alikuwa ananipea doo venye kulingana na venye nimeuza hiyo time. Kuna time alikuwa ananipea 300, saa zingine ananipea 200, saa zingine ananipea 400. Mostly Sundays ndio ilikuwa Kismat. Sunday, Saturday. Mostly hapa kanisa mostly za Waluhya huku Nairobi. Sundays wanakula mikate. Kuna hizi kanisa ndogo ndogo za Waluhya tu. Wale walikuwa na kanisa mingi. So time ya Sunday unapata wako sijui ni sherehe walikuwa nayo, unapata wamenunua mikate mingi. So tulikuwa tunamwagiwa mikate mingi Sundays. Unauza almost una double na hizi siku zingine za wiki. So nikiuza hiyo Sunday napata niko tu na 400. Mkamba ananipea 400 alafu anabaki na zingine. Yeah. Mikate nilikuwa nauza mpaka nafikisha hata 1000. So napata yeye anachukua hiyo 600 ananipea 400. Hivyo ndio tulikuwa tunaenda. So juu na yeye alikuwa anawekewa, sasa mimi nilikuwa namsaidia tu. Yeah. Nikauza nikapata bike now. So baiskeli. So baiskeli hata nilikuwa nasunguka tu nayo. So venye nilikuwa nafanya hivyo, watu wakanijua, nilikuwa nauza tu vizuri. Yeah. Nikapatana so nikachoka ile nikaboeka tu nayo. Yeah. So nikaachana tu nayo tena kuona kama naweza pata kazi ingine mzuri yenye nilikuwa nimesomea. In the process sikuona anything, nikaingia YouTube kutafuta tu kama kuna kaseda hustle naweza fanya hapo online. Nikapatana na kampuni ilikuwa inaitwa EagleWeb company. So hiyo EagleWeb ilikuwa inadeal na mambo ya online writing. Yes, ni online writing. At that time online writing ilikuwa na hit. Kama unakumbuka tu hiyo time online writing ilikuwa na hit ile mbaya. So nikapatana na kampuni ilikuwa inaitwa EagleWeb company. So hiyo EagleWeb
So ilikuwa inafundisha mambo ya online writing, pia ndio walikuwa wanapenda kazi nini, something like that. Lakini online writing, yes, ilikuwa the main. Ulikuwa unafunzwa venye unafanya online writing, about APA format, MLM, MLA format. Hizo watu wa online writing wanaelewa hizo hizo languages, APA format, yeah, unaelewa hizo format. So nikakuwa na hizo skills, nilikuwa nafanya tu hiyo. Sasa hapo ndio hapo sasa nilikuwa na nikaingia hiyo online writing company ni hiyo, but walikuwa unalipia hiyo registration fee. Nikalipa around, ilikuwa 2000 hapo hivyo. Nikaanza tu hiyo online writing. Kuna other service zenye nilikuwa nafanya hapo hivi, kama ya network marketing ilikuwa hapo ndani tu. Kwa hiyo company network marketing ilikuwa hapo, na pia ilikuwa mambo ya kuuza hizi nini, mambo ya kuuza vitu hapo, viatu nini hizo. Ilikuwa na kitu kama hivyo, e-commerce, ilikuwa kama commerce hapo hivyo ya kuuza hizi vitabu, yani vitu tu online. Ya zilikuwa in the same website tu hapo ndani. So nikalipisha, nikatafuta hiyo dough, nikalipa hiyo 2000, nikaanza tu kufanya hivyo. So nilikuwa nafanya sometimes na submit hiyo online writing, inakuwa rejected, zingine na submit na inakuwa approved. Walikuwa wanalipisha 300 per page. Yeah, 300 per page. So nikaifanya nikitafuta tu kazi zingine. Nikaanza kuona some of the videos about trading. So trading nikaangalia, nikapata kuna some mentors wako online wa forex trading nini. Nikajaribu forex. Forex nika deposit some amount hapo hivyo kwa forex. Forex ikaninyorosha. Siku withdraw na amount kwa forex actually. That's the honest thing. Hakuna amount ni withdraw kwa forex. Yeah. Nikaachana nayo, nikaona hii hapana. Ndio nikakutana na one of the video, na hii video ilikuwa ya mentor tu mwenye mnajua, anaitwa Dollar Printer. Dollar Printer ndio nilipatana na picha na video yake tu. Nikajaribu kumfuata venye anafanya nini hivyo. Akani inspire, nikaamua kuingia Derif. Yeah, hivyo ndio ni create account, nikiingia Derif through kwa huyu Dollar Printer, ndio nilijua hiyo time. Yeah. So hapo tu ilikuwa tu late 2022 hapo hivyo, nikaamua tu niingie trading. So kuna venye watu walikuwa wanasema trading ni scam, sijui nini, hii binary sijui ni gambling. Hizo story nilikuwa naziona tu kama wewe tu mwenye hujaingia kwa trading. Hivyo ndio unaona tu venye unaona tu hivyo. Kuna wenye wanaona ni gambling, kuna wengine so ina depends venye mtu analiona. So hivyo ndio nilikuwa, hata mimi at that time hivyo ndio nilikuwa naona hivyo. So nika create account, venye ndio create account real na demo account. Nikaangalia some of the skills zenye alikuwa anasema tu hapo online. Sikukimbia direct kwa bot, no. Nikaangalia hizo zenye zinaongelea about manual. So nilikuwa naangalia, hata sikuchukua muda mwingi. Nilikakaa 4 days kuangalia venye ina work nini, kuelewa venye na work. Nikaangalia YouTube, nikaona venye hizo features zina work zote, nikaelewa everything. So nikaanza ile manual sasa. The first amount nilikuwa nimedeposit ni 5 USD. That's the first amount in deposit. 5 USD. Hiyo 5 USD nakumbuka nilideposit jioni tu hapo hivyo. 5 USD. Na hiyo pesa ndio nilikuwa nayo mbele na nyuma. Na ilikuwa imeenda ilikuwa 5 USD ilikuwa sama 600 na kitu hapo hivyo. Yeah. Nilideposit na 130 something hapo. Dola moja. Kwa dola moja ilikuwa inaenda na rate ya 130 something. But withdrawal rate ni different.
na withdraw na 120, nilikuwa na withdraw na 124. Kideposit 134, ukisha withdraw, wakati withdraw na hiyo 134 yenye umedepositia juu ya transaction nini, na withdraw na 124 hapo hivyo, dola moja na withdraw na 124. Yeah. So nika deposit 5 USD. Sikuwa najua kuna the lowest amount ni 0.35 kwa Deriv. Sasa mimi nilikuwa natumia 1 USD as the lowest stake. Ni manual, nikaanza tu 1 USD na yani niko kama ile ya kupatisha, yani ile siko sure na skill yenye kuna ile tu ya kwenda hivyo. Najua nika trade nayo hiyo usiku kafika kitu kama saa 5 hapo hivyo. Hiyo saa 5 hapo hivyo, hii account ilikuwa imefika almost $20. That's a true story. $20. Asubuhi nikaamka kujaribu kung'ang'ana, nikaanza hii account ikaanza kureduce chini. Nikaona ni kubaya. Tena nikaangalia market tena again, nikajaribu ikasongeza ikafika 19 USD. Nakumbuka ikafika 19 USD. Venye ilifika 19 USD. Sasa wacha ni withdraw. Process ya withdraw tena ni shida. Wacha nitafute tena dollar printer mwenyewe niangalie venye maybe wana withdraw nini. Hapana. Nikapatana na app inaitwa Dcash. Hiyo niko nayo, Dcash. Nika download hiyo app. Withdraw pesa ikakataa kutoka because ya nini? Kuna rules zinakuwa kwa Deriv. Ukideposit na different method, hiyo method umetumia ndio unafaa withdraw nayo. Leo nilikuwa withdraw na M-Pesa, sasa walikuwa wanataka tena withdraw na M-Pesa, of which ilikuwa long process. Dcash, hiyo Dcash ikakataa. Haiku withdraw juu wanataka withdraw na venye ulikuwa deposit. Tena nikatafuta hiyo M-Pesa, hapo kuna vitu zilikuwa nikaiona tu, nikajaribu kung'ang'ana nayo. Hii amount ikatoka 19 USD. Remember hii 5 USD nilikuwa nao mbele na nyuma, yani nilikuwa nimeshiwa, kwa nilikuwa nimesota. When ni withdraw amount hivyo 1000, ni withdraw yote 1000, hiyo 1200 hapo hivyo. Nikatoa hiyo 1200, nikaenda nikafanya shopping kwa vitu zilikuwa zimeisha kwa nyumba. Nikafanya shopping, at least nikafurahia hiyo time. Nikasema kumbe hii kitu inakuanga tu hivi rahisi hivi. Ikanipea motisha tu. Then so tena nikakaa kutafuta tu maybe do wengine ni deposit ndani. Sasa nikiwa naenda tu napata kipato nakuja na aso, napata hata kama $2 na deposit. Saa zingine kuna time ilikuwa inaenda, saa zingine unapata nimegrow, nimefikisha 10 USD na withdraw. Na hivyo ndio nilishikilia kuanzia hapo mpaka saa hii. Yeah. I wish ningejua trading mapema. That's what yenye huwa nafika na regret. Ningejua tu mapema tu ile sana mapema. Kwa tu mbali. But I'm still grinding up. It's Deriv present and that's my true story. So anyone can